Leo mapema hapa njiani kuna machalii wawili wanabishana kweli kweli. Kuna huyu hapa anamtaka mwenzie ampishe njia ili alipize kisasi. Anataka amuue mwanamke mmoja hivi. Ila huyu mwenzie ameokoka na anampenda Bwana kweli kweli. Anadai kuwa maneno matakatifu husema usilipize ubaya kwa ubaya, ni heri tu utende mema. Ila haka kenzie kamepaniki kinoma. Kanasema kuwa yani unateswa, unanyanyaswa, hivi kwa nini unazuia uovu? Niachie nimnyooshe huyo mwanamke. Amemuua mama yangu. Alipoona kama hamuelewi vizuri hivi, akamtupia kimbola ili ampishe njia. Akanyosha Biblia takatifu na kukizuia kile kimbola. Akajikusanya akamtupia tena. Kama kawaida yake, akaweka Biblia tena. Hawa watoto ni akina nani? Na wanabifu gani kati yao? Na huyo mwanamke ambaye anatakiwa auawe naye ni nani na kafanya kitu gani? Tuanze mwanzoni kabisa mwa movie ili tuajue zaidi. Huyu binti mdogo anaitwa Amanda, yuko na mama yake. Mama anamuita kweli kweli, ila kenye kakaa hakasikii, kana mawazo. Alipoona kama hamzingatii vizuri hivi, akamtandika kofi. Baada ya kumhoji vizuri shida ni nini, kakaanza kusema kuwa kanaifikiria ile ndoto ambayo kameiota jana usiku. Yani mimi ninakuita kuanzia kule, we una mawazo ya ndoto uliyoiota jana usiku. Hivi una akili kweli? Akaanza kumgombeza kweli kweli na kumuuliza hiyo ndoto inahusu kitu gani. Kakaanza kubabaika tu pale aisee. Kakaanza kusema inamhusu msichana mmoja hivi, anataka muue yeye. Akapaniki tena. Yani kuna mtu anataka niue mimi? Sasa nakwambiaje, hakuna atakaye niua mimi. Akatoa maneno makali kinoma pale. Kakataka kasepe, akakafosi karudi chapu pale. Na akamkanya kweli kweli, hawezi akamkimbia. Akachukua lapa alizokuwa amevaa, maskini binti akiwa anajitetea pale. Yani nitakuua wewe na nitakuzika. Akaanza kupiga, piga sana. Alipiga kama ngoma ise. Kabinti kakacheki uelekeo ulipo, kakasepa ise. Akazidi kumfukuzia ili amkungute vizuri. Kabebeshwa limzigo huku anaendelea kupigwa kweli kweli na matusi makali yakiwa juu yake. Wakati wanapita maeneo ya hapa, kuna huyu mama akawasimamisha. Akaanza kuomba msaada. Anaomba asaidiwe kubebewa mzigo wake wa kuni, afikishiwe tu hapo mbele jirani. Kwa kuwa huyu mama ana maneno machafu na maneno makali kweli kweli, akaanza kumtusi yule mama wa watu. Cha kwanza kabisa akaanza kumuita mchawi. Akamwamuru Amanda abebe mzigo ili wasepe zao. Ila Amanda alipatwa na roho ya huruma sana. Alitaka amsaidie ise. Mamake akasema, acha huo ujinga na usijaribu. Yani bibi umefanya umalaya huko mjini, sasa hivi umezeeka, ndio umekuja hapa kijijini, hauna hata mtoto. Yani mimba zote ulizobebeshwa, zote ulitoa. Tizama sasa hivi, umekuwa kachawi kwanza. Huna mume, umezeeka. Yani ukome kutuitaita. Fia hapo hapo. Mchawi mkubwa wewe. Ushindwe pepo, toka. Haya, na wewe beba huo mzigo, twende kofi. Huyu bibi alihuzunika sana ise. Kuna huyu jamaa anaitwa Agu Minyama Uzembe. Anaongea tu pale peke yake kuwa sasa hivi hichi kipindi ni kigumu sana, njaa ni kali kweli kweli. Asa kipindi anapita hapa barabarani, ghafla anakutana na pilau liko kwa mbele. Kafanta fulani hivi kakushushia. Jamali lifurahi kinoma, likaokota fanta na pilau, likaanza kukifinya pale mzee. Huku na kawimbo fulani hivi kikiwa kinambembeleza. Ikueme as no like you. Yani vitu vitamu kama hivi. Ikueme amefanya jambo, na anadai hili jambo sio jambo la kawaida. Huyu ni Ikueme tu. Yani akiwa anamaanisha kuwa ni Mungu tu ndiye aliyefanya jambo. Sasa jamani, Agu bonge minyama anakula tu chakula, hajui kimetoka wapi na ni nani aliyokiweka pale na kaweka kwa lengo gani. Twende tu pamoja tutajua tu hiki chakula kimewekwa na nani na kwa lengo gani. Naomba kwanza unisupport kwa kubonyeza neno subscribe, kisha turn on notification bell ili Range Media tuzidi kuwa familia kubwa zaidi. Huyu binti hapa anaitwa Nwama. Ni kamzimu fulani hivi, kamekuja kijijini hapa, kana lengo lake aise. Kwanza kabisa, kakampiga kimbola huyu mama mjamzito na kupoteza ujauzito wake na kuinywa ile damu ili azidi kuwa na nguvu na uweza mkubwa.
Aliyekuwa mjamzito, tizama sasa, hana mimba. Alilia sana isee. Kabeba mimba yake miezi 9. Tizama leo kizembe tu anaipoteza. Anampoteza mtoto wake. Inaumiza sana hii. Huyu mama hapa anaitwa Ozuchi. Kutoka hivi anamtafuta binti yake Amanda. Hamuoni eti. Huku upande wa pili Amanda anaomba, anasali sana mabaya yasiwakumbe. Anaifunika familia yake kwa damu ya Yesu Kristo. Pia anamuomba Mwenyezi Mungu amlinde mama yake kwamba asikumbwe na majanga ya aina yoyote yale. Aliomba sana isee. Akawa hasikii kama anaitwa na mama yake. Aliposhtuka, "Uja hivi, unatoka wapi? Yaani unapenda ninavyokupiga na ninavyopiga kelele?" Mara kofi. Hajakaa sawa hivi, kofi tena. Akaanza kumbana pale. Alikuwa anaomba kwa ajili ya nini? Maana asubuhi anaomba, yani muda wote akitulia tu, yeye kazi yake ni maombi tupu. Anataka sasa amwambie kwamba alikuwa anakemea kitu gani. Aisee, aliomba sana msamaha pale. Alipotamka neno mama, alimgombiza sana kuwa asiwe anamuita mama. Hey, asa kwa nini huyu mama hataki kuitwa mama? Na baba wa huyu mtoto aliendaga wapi? Anyway, tutajua tu huko mbeleni. Akamwagiza pale kwa hasira sana kuwa aende kwa Chioma akachukue pesa yake. Na akampa tu dakika 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yani dakika 5. Uwai, ukichelewa nitakuua Amanda, nitakuua wewe, mpumbavu mkubwa. Kupita njiani hivi akakutana na huyu mama. Asa huyu mama waga anamdai Ozuchi kiasi cha pesa. Ila hapa Amanda kwa hekima zake amvumilie mama yake, muda so mrefu tu atamlipa hilo deni lake. Akakubali aisee. Ila akamtazama huyu mtoto, alama za vipigo usoni. Aisee, alimuonea huruma sana. Maana kila dakika anachezea kifinyo kisichokuwa cha mfanano. Haya bana, alipofika kwa Chioma akamkuta kapigwa na homa isee. Kwa hiyo hajapata muda wa kwenda kuzungusha biashara yake. Hivyo basi kakosa pesa ya kumlipa mama yake na binti. Basi bana, Amanda kwa huruma zake akamkubalia kuwa ataenda kuongea na mama yake ili amvumilie japo kwa muda kidogo. Akipona tu atampatia pesa yake. Asa wakati anarudi akakutana na Nwama. Akaanza kujibizana naye pale kuwa Amanda huaga anamuona kwenye ndoto. Nwama anamtaka Amanda apunguze maombi, maana anamfanya acheleweshe kukamilisha mpango wake. Anataka amuue Ozuchi, yule mamake na Amanda. Ila Amanda amekuwa akimlinda kweli kweli, akimlinda kwa maombi mazito. Nwama anachukizwa sana na hili jambo, maana Ozuchi huaga anamtesa sana Amanda. Asa hapa Nwama alikosewaga kitu gani mpaka awe na hasira namna hii? Na kwa nini Amanda anamzuia misheni yake? Alipoona kama hamuelewi hivi, akaanza kumtupia vimbola. Kwa mikono miwili kashika Biblia takatifu, huku akikemea kweli kweli na kuzuia zile nguvu za kipepo. Haka kamzuka Kanwama kalichukia mno. Ozuchi katulia hivi, anawaza kweli kweli. Alipofika tu akamvuta tupia chini. Anataka pesa yake bana. Halafu alimwambia kuwa dakika 5 inatakiwa awe amerudi. Sasa tizama, nimepita lisali zima. Aseme ukweli kwamba kachelewa kufanya nini. Aisee, alichezea makofi huyo, huku anatukanwa sana. Anatukanwa matusi makubwa makubwa. Yani kama mtu unagombana na mtu mzima mwenzio. Hey, alipomwambia kuwa anaumwa ndo maana hajampatia pesa yake, aliendelea kula makofi kwanza. Alipigwa sana huyu mtoto. Kwa nini anacheza na pesa yake? Kwa nini? Na kuonesha kwamba yuko serious sana na jambo lake, akampigisha magoti pale na akamwambia kuwa anyoshe mikono juu mpaka atakaporudi. Kakachukua Bible yake maskini pale, kisha kakaendelea na ile adhabu yake. Kaja kwa Chioma, yuko moto kweli kweli. Akamvuta kwa hasira. Anataka pesa yake bana. Mdaiwa akadai kuwa anaumwa, ameshindwa kufanya biashara yake leo. Kwani unafikiri alimuelewa sasa? Akaanza kumtembezea kipigo. Hii ndo waga inaitwa kwamba mdaiwa hanaga la aise. Nwama kuja hivi, akahisi uwepo wa Ozuchi. Hasira zilimpanda kweli kweli, lazima afanye jambo. Huku upande wa pili, Amanda akahisi jambo. Akashika Bible yake takatifu, akaanza kuomba, kumfunika mama yake Ozuchi asikumbwe na majanga. Kweli bwana, wakati anarudi na hasira zake hivi kutoka kwa mdeni wake, binti akarusha kimbola. Ila hamna kitu. Rusha sana, ila hakuna kilichompata.
Alijua tu Amanda lazima anafanya maombi tu, yani anamlinda kweli kweli huyu mama. Akachukia kinoma yani. Unafanya nini Amanda? Unaomba tena? Yani wewe unaomba muda wote. Umesikia kuna mtu anaumwa hapa au kuna mtu ana mapepo? Hey, Ozuchi baada ya kufika home kamkuta Amanda anaomba. Hili jambo linamkera sana. Yani maombi muda wote. Ila hajui kuwa huyu binti anafanya maombi kwa ajili yake. Alimgombeza sana. Foka kweli kweli. Aachane na hayo maombi yasiokuwa na kichwa wala miguu. Akamtimua pale aende akamwandalie msosi ili ale ashibe. Si unajua tena swala la kumpiga mtu sio swala dogo, maana anatumia nguvu nyingi sana. Huyu bonge Agu amekuja motomoto kwa huyu dada wa dukani. Anadai kuwa kuna lijamaa huko pembeni huko linagawa hela kweli kweli, inabidi aende akachukue fungu lake. Likawa linasisitiza kweli kweli kuwa aende chapu akapokee maokoto yake. Alivyopiga kona tu, lenyewe likachukua mkate na soda likaanza kula, alafu likaondoka zake. Hey, Agu anapenda kula jamani. Anarudi hivi, Agu ashasepa kitambo sana. Kucheki huku pembeni, mkate wake haupo aisee na soda hamna. Akajua tu lazima Liagu lilikuwa lina njaa. Alimaindi kinoma, akapaniki mno. Yani Agu manjaa asikanyage tena hapa dukani kwangu. Yani akifika nitamkata makanyagio yake. Wakati hawa mabesti wawili wakipita kwa mtaa huu, aka kabinti kakampiga kofi zito mmoja wao. Jamaa akamaindi mshikaji wake. Yani kwa nini anampiga kofi? Akajaa na hasira, maana wako wawili tu hapa njiani. Kwa nini amshushie kibao? Hey, alipoona kama amuelewi hivi, ugomvi ukaanza kupamba moto pale. Kabinti kakapita kando yao, kenyewe kakasepa. Walikiamsha pale eze. Kwa kuwa huaga anahitaji damu nyingi sana ili azidi kuwa na uwezo mkubwa wa kumdhibiti yule binti Amanda, akampiga kimbora dum chini mzee. Akafurukuta pale. Dakika kadhaa akakata moto. Yeye akapita kando yake akasepa. Naijua plani yako. Unataka ukamtongoze mtumishi. Yani unataka uvae sketi. Ya nini sasa? Ya nini? Yani nitakuwasha makofi wewe. Leo ni siku ya kanisani. Ozuchi kamvalisha Amanda dela kubwa sana. Yani hilo linaitwa oversize. Sasa linampwelepweta kweli kweli. Sasa huyu Amanda anamwomba mama yake abadilishe bana. Ila mama yake hataki. Anamtolea maneno machafu kweli kweli. Akaambiwa kuwa aongoze njia hivyo hivyo. Bila hivyo, hey, yatamtokea puani. Yani huku njiani ni vita mura ise. Yani mtoto kama mtumwa hivi. Alipokutana na huyu mama, akawa anamshangaa kweli kweli. Kwa nini kamvalisha mtoto mdogo nguo ndefu tena oversize? Au haoni chochote kuwa kuna kitu hakiko sawa? Akaanza kutema shiti pale. Yani afate mambo yake, aache kufuatilia mambo ya wengine. Yani aache shobo. Huyu mama akaanza kudai ile pesa yake, maana alikuwa anamhurumia tu kwa sababu ya Amanda. Hapa sasa kaona usalabu ushakuwa zero, kwa hiyo pesa yake anaitaka. Alipoona kama hamuelewi hivi, akaanza kumtembezea kipigo. Piga sana. Ozuchi akajifanya kazimia ili asiendelee kupokea dozi. Amanda akawa analia kweli kweli. Anaomba mama yake asaidiwe bana. Huyu mama akamfokea kweli kweli. Foka sana. Kisha yeye akatembea. Amanda analia tu. Kwa kuwa alikuwa anazugazuga pale, ilibidi amvae Amanda ili amalize hasira zake. Yule mama akaona kumbe lilikuwa linaigiza. Akarudi tena ili akiwashe vizuri. Kuja nyumbani ni adhabu mtindo mmoja. Kwa nini lile gaoni limemfanya Ozuchi adhalilike? Aonekane hajui malezi wala hajui kumkadiria mtoto. Kwa hiyo ndugu aliyekuwa kalivaa lile gaoni, cha moto anakiona ise. Ananyosha mikono juu kwanza. Kisha alitazame jua mpaka jua lizime lenyewe. Maskini binti wa watu. Anateseka kweli huyu. Mateso anayoyapata Amanda yanamkera na kumtesa Nwama. Ni kama wana connection fulani hivi. Akaamua atokee eneo la tukio. Akamuita dada, tena akiwa anamuomba amruhusu ili amuue huyu mwanamke anayemtesa. Ila cha ajabu Amanda bado anamtetea na kudai kuwa hawezi akaruhusu Ozuchi auawe. Haijalishi kuwa anamtesa kwa kiasi gani. Ozuchi anakuja hivi, akashtuka sana kuona Amanda anaongea peke yake. Tena anaomba kweli kweli. Usimuue mama yangu. Mimi sitaki umuue. Huyu mama akajua kuwa binti yake huenda labda ana pepo. Pepo la kuomba tena. Akaanza kumtembezea kipigo.
Ozuchi anashangaa, huyu mtoto anaongea na nani? Maana yeye hamuoni yule binti mdogo. Nwama akaendelea kumuita Amanda dada, huku akimsisitiza kuwa aache asiombe ili yeye aifanye kazi yake, amuue huyu mama. Hivi ni kweli huenda huyu ni dada yake kweli au tu anaongea? Ozuchi aliendelea kumpiga Amanda, piga sana. Kila kimbola kikitumwa hakimpati Ozuchi, kinagonga mwamba, mpaka Nwama akaondoka zake. Ilibidi arudi kwenye adhabu kama kawaida yake. Agu Chibonge katika pitapita zake akakutana na Msosi tena. Kwa mara nyingine alifurahi sana, akaanza kuongea kuwa hata tukitizama ndege wa angani hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani, ila Baba wa mbinguni anawalisha tu. Sasa iweje kwa sisi si bora kuliko hao ndege? Ukicheki mimi mwenyewe sipigi mishe, sina kazi yoyote tu hapa mjini, ila tumbo langu linakula vitu vizuri sana, vitu vitamu. Nahisi mimi ni special sana na nimechaguliwa na Mungu. Acha nile mpaka tumbo lipasuke. Bado tunajiuliza hichi chakula kinatoka wapi? Na anayeweka hichi chakula ni nani? Na ana lengo gani na huyu Bonge jamani? Baada ya kumaliza kufagia, akaanza kugombezwa pale kuwa kaeneo kenye kadogo amechukua masaa mengi kufagia. Yani ni mpuuzi tu. Je, angekuwa anafagia uwanja wa mpira? Hata hivyo inabidi aende sokoni. Akapewa karatasi ya mazaga, akatupiwa na pesa pale. Akaanza kuokota maskini. Akaambiwa kuwa akanunue kila kitu kilichoandikwa hapo. Akisahau hata kimoja, atajuta, atamtambua kuwa yeye ni nani. Baada ya hapo akaunganishe mtoni, akachote maji. Vyote hivyo avifanye kwa dakika 10 tu. Akizidisha hata sekunde atajuta. Akaomba hata dakika 20 maskini, ila akakataliwa. Akaongezwa dakika 2 tu. Akaondolewa pale na makofi mazito. Akaambiwa kuwa achukue ndoo haraka kisha asepe zake. Anarudi kachelewa kinoma. Si unajua tena mambo ya kuemea sokoni. Akawa na kaza mwendo kama mgambo hivi. Mama akamwahi kwa mbele na fimbo, mara akaangusha kindoo chini. Kesi nyingine tena. Kwa nini apasue ndoo? Matusi na fimbo zikawa zinamwandama kweli kweli. Pigwa sana bakola. Akaona atakufa hapa. Akatafuta uelekeo, akasepa kama mshale. Huku njiani mbio ni nyingi sana. Mzee kuja mbele hivi akakutana na yule Nwama, yule anayetaka amuue mama yake. Amanda akaanza kuomba, tupa kimbola. Hola mzee. Mama anashangaa tu, maana haone kitu yeye. Halafu Amanda anaomba, yuko serious kweli kweli. Mama anaendelea kumtembezea kipigo, maana haelewi. Anamnyamazisha ila anyamazi. Amanda anazidi tu na maombi. Omba sana. Nwama akachukia kinoma. Mama akamleta Amanda kwa mzee wa maono. Jamaa anamizuka kweli kweli, kumvuta Roho Mtakatifu hivi ili anene jambo kuhusu huyu mtoto. Mama yake akawa analalamika kuwa binti yake anaomba muda, yani muda wote. Huyu ni mchawi. Huwa anajifanya anaomba ili akuchanganye tu, akuzuge, ili tu usigundue kuwa kenyewe ni kachawi mno na kana mipango mikubwa sana na mibaya dhidi yako. Huyu nabii wa uongo amemchoma ese. Ametoa utabiri wa uongo kwa Amanda. Kwa kuwa mama yake huaga anaamini kuwa hili ni pepo, basi binti akazama kwenye kesi ya kuwa mchawi. Akapewa maelekezo ya kufanya ili waje wautoe huo uchawi aliokuwepo nao huyu binti. Uchawi wa kuomba muda wote. Huyu nabii wa mchongo akasema kuwa inabidi aje na stiki 2, yani fimbo 2, mafuta ya mgando na pesa za kutosha. Kweli bwana, mapema mno kufika kwa nabii wa mchongo. Akahesabu kwanza maokoto yake kama yametimia. Akaanza kujipaka mafuta ili anze kazi ya kumchapa mtoto mpaka yale mapepo ya kuomba muda wote yamtoke. Akaanza kufosi asogee pale mbele. Mama akawa na fosi Amanda asogee pale mbele. Ghafla huyu nabii akapigwa na gongo. Jamaa likamfuata likaanza kumshushia kipondo kizito. Piga sana. Kwa nini anawadanganya watu? Kwa nini anawaibia watu mchana kweupe? Piga sana. Katika pitapita za bwana Agu Minjaa kutupa jicho mbele hivi, sahani ya pilau la nyama hili hapa.
Jehova nazana nako, nami huku Jehova nazaza zako, nami huku Jehova nazaza zako, nami huku Jehova nazaza zako, nami huku. Jamaa bado linaendelea na furaha kweli kweli. Ghafla msosi ukatoweka pale. Ile kugeuka hivi, kucheki hivi, msosi haupo. Furaha ikakata. Msosi ulikuwepo hapa. Sasa umeenda wapi? Samani. Nileteni chakula bana. Nina njaa. Yani ina maana kwamba sasa hivi sioni au? Yani sioni, msosi ulikuwepo hapa. Agu alifoka sana. Hataki utani kwenye swala la chakula. Yani leo akose tonge na nyama. Kweli huo ni uonevu jamani. Ghafla msosi ukarudi tena. Alipotupa jicho mbele hivi, akabeba sahani chapo kuanza kuufinya. Maana swala la kuleta usanii tena kwenye msosi sio swala zuri. Unaimba vinyimbo vya nini? Alikula sana msosi bila kujua hichi chakula kinatoka wapi. Kuja mbele hivi akakutana na Nwama. Akaanza kumuuliza, "Kwa nini kasimama hapo?" Alipomuuliza kama anamuona, likadai kuwa linamuona tena vizuri kabisa. Kakamwambia kuwa, "Mimi ndo ninayekupaga hicho chakula." Aisee, kakutana na mtu anayempaga chakula. Ana lengo gani? Kwanza jamaa likaanza kupuuzia pale. Yani wewe unawezaje kupika? Wewe kazi yako ni kuosha vyombo tu pale nyumbani. Alipotajiwa aina ya chakula alichokuwa napewa, Agu akawa mpole. Msosi mtamu sana. Unajua sana. Ila tuseme yani unajitahidi kidogo. Ila ni kushauri jambo kidogo kwamba unavyokuwa unapika chakula, unakuwa unatuletea watu wazima kama sisi, inabidi uwage unaleta na kinywaji baridi ili nipate kushushia bana ule msosi. Msosi unakuwa mgumu sana kama tofali. Kakamuuliza, "Aina gani ya kinywaji unapenda Agu?" Jamaa likasema kuwa, "Napenda bia tamu. Nataka bia tu. Kama unaenda kunifuatia sokoni, kama unaenda kununua hapo kuna duka jirani, kanunue." Kakamwambia kuwa, "Nyosha mkono wako juu." Kakamtupia bia kimaajabu. Agu mlafi wa msosi bila kutafakari wala kufikiria chochote, akaanza kunywa kuona kama ni official. Likaenjoy sana. Nwama akamuomba kuwa anahitaji amsaidie jambo. Jamaa likakubali. Wakaenda akafika mpaka kwa kina Amanda. Akamwambia kuwa aende akamwage sufuria la supu lililobandikwa pale motoni. Agu akakubali, ila akadai kuwa akimaliza hiyo kazi inabidi afanyiwe mchakato wa msosi na bia 2 pembeni. Likawai chapu aisee. Kwa utaratibu sana, likafungua kwanza kile chungu cha mboga, likaanza kuonja nyama. Linadokoa nyama za watu kabla ya kumwaga. Baada ya kuonja na kutosheka kidogo, akalikwapua lile sufuria likaanguka chini. Yeye kwa utaratibu akasepa. Mama anakuja hivi, anakuta mboga imemwagwa. Aisee, alimuita Amanda kwa hasira, akaanza kumtukana pale. Akachukua mpaka kijinga cha moto, anataka amtembezee aisee. Hii plani imeenda vibaya sana. Akawa hataki Amanda apigwe bana. Ila hii imekuwa tofauti kidogo. Amanda kachezea kipigo. Tena akapigwa sana. Liagu likasema, alitaki alalamike wala aongelee maswala mengine. Linachotaka ni msosi wake tu. Lina njaa sana. Njaa inauma kweli kweli. Asa leo wakati wanapita maeneo ya hapa, Nwama akaja na plani nyingine. Kwa kuwa mama huaga ni mgomvi sana na ni mtata kweli kweli, akamuona bana, akaanza kumfokea huyu binti. Kwa nini hatoi salamu kwa watu wazima? Kabeba fimbo kabisa, anataka akachape. Kenyewe kanamwangalia tu kwa jeuri mno. Kipindi anampa mkoba ashikiwe, kakamuwai pale, kakamngata kwenye mguu. Aisee, alipata maumivu yasiyokuwa ya kawaida. Kenyewe kakatoweka zake. Anampiga Amanda kweli kweli. Ampulize. Maana panauma kweli kweli. Huku anapiga kelele mno. Hapa mapema wamekutana. Kila mtu anavuta upande wake. Nwama anadai kuwa kisasi ndo kinaleta usawa. Hivyo amuue yule mwanamke Ozuchi. Kwa kuwa Ozuchi ndiye aliyemuua mama yao. Hawa wawili ni mtu na dada yake. Tutafahamu kwa nini mmoja yuko hivi. Ila kwa Amanda anadai kuwa waruhusu amani na upendo utawale ndani yao.
Aisee, Nuama alipoona dada yake hamuelewi vizuri, akaanza kumtupia kimbola tena. Kaweka Bible aisee. Hamna kitu inapenya. Kakatoweka zake. Agu Minyama analalamika kweli kweli. Msosi sasa hivi hapati. Yaani njaa inamuuma, inamsokota kinoma. Wakati anaendelea kufoka pale, Nuama akatokea. Ulikuwa unanitafuta? Akaanza kumwambia kuwa misheni yake imeshakuisha. Sasa hivi anataka arudi alikotoka akapumzike. Kwa hiyo Agu akaambiwa kuwa kama anataka misosi mingine inabidi waende wote huko. Nilishtuka kweli kweli. Wapi huko? Alipoambiwa kuwa kwenye ardhi ya wafu, alipinga huyo, akakataa mno. Anaomba aachwe tu. Kama huko ndo nchi ambayo ina maziwa na asali. Huko hapana. Hapana kwa kweli. Asante kwa chakula chako, kwa vyote ulivyonitendea. Mungu akubariki sana, akubariki sana. Ila huko mimi siendi. Akanyamazishwa pale, akaambiwa kuwa tayari umeshakula vitu vyetu. Umekula vitu kutoka kwa wafu. Hivyo basi inabidi unifate. Hakuna namna yoyote ile. Mwamba alipagawa sana. Kumbe wewe ni nafsi. Yaani wewe ni mtu ambaye umeshakufaga. Samani nafsi. Nielewe basi. Mama akiwa anaumwa, hajaachaga kumtembezea kipigo huyu binti Amanda. Piga sana. Alizidi kumfokea huku yeye akiwa anazidi kuugulia maumivu makali. Akaanza kumfosi mtoto akapike msosi. Amanda ana roho ya ajabu sana. Licha ya matusi na vipigo vyote, ila bado anamheshimu, anamuonesha mema mama yake. Anamsaidia kumleta ndani, licha anamsukuma kweli kweli, anampiga, yani anapigwa kama ng'ombe, anafinywa, ila anavumilia tu. Leo Agu Minyama kaja hapa tumbo linauma vibaya mno. Hapa anadai kuwa kila alichokuwa anakula kilikuwa sio chakula cha kawaida. Kilikuwa ni chakula kutoka kwenye mizimu. Hapa anaomba apelekwe hospitali. Asa kabinti kanamwambia kuwa kenyewe hakana hela. Alafu ukizingatia kuwa Agu mwenyewe kabisa ndiye aliyemshawishi, akamshauri kuwa huyu binti asiwage anatunza pesa. Inabidi atumiage tu pesa zake. Maana haijui kesho, je mfano akiwa kwenye jeneza atakulaje hizo pesa zake. Aka kabinti kalifuataga ushauri wa Agu Minyama. Baada ya kuongea ikasema kuwa vipi, kuna chakula chochote humo ndani umebakiza labda ili nile? Yaani ili jamaa ni mizinga tupu. Asa hapa hakuna akiba yoyote ile ya kumpeleka Agu hospitali. Maana yeye ndiye aliyemshawishi huyu binti atumiage pesa zote aisee. Tumbo linamsokota kweli kweli. Likalala pale chini. Linataka livie pale pale. Alimuitaga mtumishi wa mchongo ili amuombee mzee wa Bakola. Baada ya kutema maneno ya upako, akakamata fimbo zake ili apige huo uvimbe usiokuwa wa kawaida utoke. Chapa kweli kweli. Ozuchi akawa analia tu. Akawa anamuita binti yake Amanda aje. Alipokachoka sana. Ana homa. Homa imemzidia kweli kweli. Amekuwa mpole mno. Hapo ndo utajua kuwa homa uwaga inambadilishaga mtu. Anaweza akawa ni mkali na mkatili kweli kweli, mwisho wa siku akikumbwa tu na homa anakuwa mdogo, mpole kama pilitoni. Ego kambeba Agu kwa toroli. Sasa lijamaa lina uzito kweli kweli. Anaenda nalo tu ili mradi eti linaomba angechukua hata keke, yani bajaji. Kakamwambia kuwa bora ufunge domo lako, maana hawana hela ya kuchukulia huo usafiri. Inabidi avumilie tu humo ndani ya toroli. Yani jamaa limebebwa kama kifurushi, kiroba hivi. Hali ya Ozuchi ilizidi kuwa mbaya sana. Kidonda hakitibiki, kinazidi kumtafuna kweli kweli. Sasa hivi amekuwa mpole sana. Si unajua tena, ukiwa mgonjwa, ujanja wote mfukoni. Anamuomba Amanda ampigie simu baba yake ili aje kumuona, maana ni kitambo sana. Kweli bwana, baada ya muda baba yake na Amanda akaja. Huyu mtoto ana baba na alikuwa anateseka kiasi chote kile. Sasa ilikuwaje? Sasa jamani, kwa umakini zaidi tusikilize hapa. Maana hapa ndo kuna majibu ya maswali yote tuliokuwa tunajiuliza kutoka mwanzoni.
Ozuchi akiwa katika hali mbaya ya kukohoa na maumivu makali ya mguu, maana mguu umeoza kabisa, unatoa harufu mbaya na kali mno. Anasema kwamba miaka kadhaa iliyopita baba yake na Amanda alikuwa kwenye ndoa yenye amani na upendo mkubwa sana, akiwa na mama yao na Amanda. Yani hapa kabla ya Ozuchi hajaingilia kati kwenye hayo mahusiano. Kwa hiyo sasa Ozuchi ni mama wa kambo na Amanda. Nitaka nishangae eti awe mama yake mzazi afu amtesi kiasi kile. Hivi anaujua uchungu wa leba huyo? Hata aliporuhusiwa aolewe kuwa mke wa pili, Ozuchi aliona hatosheki kabisa, maana alitaka yeye apendwe zaidi kuliko mama yao na kina Amanda. Hivyo basi aliendaga kutafuta dawa, alienda kutafuta hilizi kwa waganga wa kienyeji mafundi kweli kweli, ili amteke mume. Chochote atakachomwambia jamaa aliwage ni zezeta tu, likubali na litende pia, bila kuuliza wala kuhoji kwa chochote kile. Muda mchache baadaye, dada yake na Amanda, yule Nwama, aliugua sana. Alikuwa ni mgonjwa mno. Kwa kuwa Ozuchi alikuwa na uwezo wa kumcontrol jamaa, yule mume wao alimcontrol amfukuze mama yake na Amanda pale nyumbani. Huku mama yake na Amanda akiwa na yule mtoto mdogo akawa anaumwa kweli kweli. Hakufikaga kumuona mwanae mpaka alipofariki. Baada ya muda tena alimsaulisha mume wake amsahau kabisa mama yao na kina Amanda. Hili hapa lilimjeza sumu sana mama yake na Amanda, mpaka akaenda kwa waganga wa kienyeji. Alipoambiwa kuwa atoe maisha yake kama kafara ili aweze kumkomboa mume wake kwenye hiki kitanzi cha kufanywa zezeta, kweli bwana alifanyaga hivyo. Mahusiano baina ya Ozuchi na baba yake kina Amanda yakawa ni ya kipigo na kutokuelewana. Hivyo basi ikapelekea kuachana. Ndipo Ozuchi akamchukuaga Amanda akaja naye kijijini na akamsaulisha baba yao kuwa asimzingatie kwa chochote kile mwanae, na asahau kabisa kuwa alishawahi kuaga na mtoto au familia. Kwa hiyo sasa ile kumtesa mtoto, kumpiga huyu mtoto Amanda, ni kama malipizi tu juu ya baba yao. Na pia ukizingatia kuwa huyu mtoto sio mtoto wake wa damu wa kumzaa, ndio maana alikuwa anampiga sana kwa hasira. Hii ni dhahiri kuwa Ozuchi ndiye aliyehusika na majanga yote. Ndio maana yule mzuka, yule mtoto mdogo Nwama, hakuwa na huruma yoyote ile, alikuwa anataka amuue tu. Aliwaomba misamaha mingi sana, omba msamaha sana. Amanda na mzee wake walimsamehe kwa kuwa roho zao ni za kipekee mno. Baada ya kusema ukweli wote, Ozuchi akaga dunia, akakata moto, akafa pale pale. Amanda alilia sana, alilia mno, is so sad. Nwama kamkuta dada yake analia, akawa anamkataza, anadai kuwa inabidi afurahie kwa sababu yule mwanamke kasambaratisha familia yao. Ila Amanda akasema kuwa msimamo wake ilitakiwa asingefanya vile, bora hata angemsamehe kuliko kulipiza kisasi. Kakamuaga dada yake pale kuwa kameshamaliza kazi, hivyo basi kanamtakia maisha mema. Kenyewe kakarudi kundini kupumzika kwa amani, maana haka kalikuwa kameshafariki tayari. Agu bwana alipelekwaga hospitali, sasa hivi yuko poa kabisa. Anahapa kabisa kuwa akikuta chakula hataweza kula mpaka aulize hicho chakula kimetoka wapi na kimewekwa na nani. Sasa anadai kuwa ni muda wake sasa wa kujishughulisha na kazi ndogo ndogo na uchezaji wa vikoba na nini, ili atunze pesa nyingi. Na amejifunza kuwa inabidi aspende vya bure, maana angeshafariki huyu. Ilibidi anze michongo ya delivery pale. Akawa anamsaidia huyu dada hapa dukani. Na hapa ndo inakuwa mwisho mwa hii movie inayoitwa Where We Belong. Naomba uniandikie maoni yako hapo chini. Je, inafaa kulipiza ubaya kwa ubaya au ubaya kwa wema? Naomba unisapoti kwa kubonyeza neno subscribe kisha turn on notification bell ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi ambapo nikiachia video mpya. Ungana nasi tuwe familia kubwa. Upweke wa nafsi tiba yake utaipata. Zile movie kali, burudani ya uhakika. Bando lako
muda wako hutojutia. Uwepo wako ni thamani kwetu, kwa maoni yako na kushare kazi zetu. Lenji Media, kutana na True Boy. Lenji Media, kwa movie kali. Lenji Media, Lenji Media.